miguu yako Bwana, twanyenyekea. Wafalme wa Pili mlango wa 5 kuanzia mstari wa 1 hadi 19. Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, kusema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhuisha hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusihini, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Farpari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalilitenda? Je, si zaidi basi akikuambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawasawa na neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi, ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Akamrudia yule
yule mtu wa Mungu, yeye na mafuatano yake yote. Akaja akasimama mbele yake akasema, sasa tazama, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ila katika Israeli. Basi na kuomba upokee mbaraka kwa mtumwa wako. Lakini akasema, kama Bwana aishivyo, ambaye nimesimama mbele yake, sipokei kitu. Akamshurutisha apokee, lakini akakataa. Naamani akasema, kama sivyo, lakini mtumwa wako na apewe mzigo wa udongo wa baghala 2, kwa maana mtumwa wako hatatoa tena sadaka ya kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila kwa Bwana. Jambo hili Bwana amwachilie mtumwa wako. Bwana Mungu akiingia nyumbani mwa Rimoni ili aabudu humo, naye akitegemea mkononi mwangu, nami nikijiinama nyumbani mwa Rimoni, hapo ninapojiinama nyumbani mwa Rimoni, Bwana amwachilie mtumwa wako jambo hili. Akamwambia, enenda kwa amani. Basi akamwondokea mbali kidogo. Na hili ndilo neno la Bwana. Bwana twanyenyekea, Bwana twanyenyekea chini ya miguu yako, Bwana katika neno hili ya Ufalme wa Pili kuanzia kwa mlango wa 5 kuanzia mwanzo, tunaongea kuhusu habari za Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kifungu yote kuanzia hiyo 1 mpaka 9 amesoma ni habari za Naamani. Na tunaona kwamba mtu huyu anayeitwa Naamani, tunaona kwamba kitu ya kwanza alikuwa ni jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu. Bwana Yesu asifiwe. Naposema jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, namaanisha kwamba alikuwa the commander. Bwana Yesu asifiwe. And kama wewe ndio commander ama wewe ni jemedari, wewe ndio unayeongoza kikosi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kikosi kinapoenda vitani ama wakati mnapopanga kwenda mahali katika wanajeshi, huyo komanda ama huyo jemedari ndo anaongoza hicho kikosi, anakipanga, anakielekeza kwa kila jambo. Na so jambo la kwanza tunaona alikuwa jemedari wa jeshi. Na jambo la pili, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lingine tunaambiwa kwamba alikuwa ni mwenye kuheshimiwa sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa sababu kwa mkono wake mkubwa alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. So kuheshimiwa kwake ilikuwa ni kwamba alikuwa ameshinda vita vingi sana akiongoza Washami. Bwana Yesu asifiwe. Na tena alikuwa mtu hodari wa vita. Hizo vitu zote zilikuwa zinapatikana kwa Naamani. So he was a commander, highly respected person, great soldier or man, very wealthy and powerful. Ani ni mtu alikuwa anaheshimika sana kwa mtaa wake na mali alikuwa. Hata hilo jeshi alikuwa analiongoza ni mtu alikuwa anaheshimika sana. Lakini tunaambiwa licha hiyo sifa zote nzuri, alikuwa mwenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Akapatikana na nini? Na ukoma. Na wakati alikuwa anaugua ukoma, tunapata kwamba wakati hawa jeshi walienda kupigana Israeli, walipatana tunaambiwa na kijana mmoja mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Na wakati mwanamke huyo aliposikia kwamba bwana wake ni mgonjwa, anaugua ukoma, akamwambia bibi ya Naamani kwamba kuna bwana mmoja aliyeko Samaria. Na akasema kwamba akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Hivyo ndo yule kijakazi ama the servant ama yule kijana mwanamke alikuwa akifanya kazi kwa nyumba ya nani? Ya Naamani.
Lakini kuna bwana mmoja akasikia kama yule kijana akinena maneno kwa bibi ya Naamani. Na aliposikia hivyo, mfalme wa Shamu akasema kwamba ataandika waraka kwa mfalme wa Israeli. Akamwelezea kwamba akona mtumishi wake mmoja ama huyu jemedari wa jeshi kwamba anaugua na alikuwa anataka msaada. Lakini mfalme alipopokea hiyo waraka alisema, mimi ni nani anitumanie barua hii? Mimi sina uwezo wa kuua wala kufufua. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa akararua mavazi yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana alishindwa. Sasa tunaambiwa mfalme aliposoma waraka alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuhisha? Hata mtu huyu akanipelekea mtu aniponye ukoma wake. Jina la Bwana lipewe sifa. Mfalme akastajabu akasema, mimi siwezi fanya hivyo, ama itakuwaje? Fahamuni basi na kusihini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Lakini wakati anapoongea maneno haya, tukaambia ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umerarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Na Elisha alipotumana ujumbe huo, tukaona kwamba Naaman akaja na farasi wake na magari yake akisimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Bwana Yesu asifiwe. So wakati Elisha alipotumana aletwe, Naaman akakusanya farasi zake na akakuja kwa nyumba ya Elisha. Lakini cha ajabu, alipofika kwa nyumba ya Elisha alisimama mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Elisha alifanya kutumana mjumbe wake ama one of the servants. Akamwambia, akapeana masharti. Akamwambia, nenda mwambie aende ajioshe mara 7 ama ajichovya mara 7 katika mto Yordani. Na anapofanya hivyo atafanya nini? Atapona nini? Ukoma wake na atakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Naaman aliposikia ametumaniwa mjumbe, yeye matarajio yake yalikuwa ni kwamba Elisha atoke, because ni mtu mwenye alikuwa anaheshimika, highly respected person, alikuwa wealthy, very powerful. So alikuwa anatarajia makaribisho yake itakuwa si makaribisho hivi hivi, makaribisho ya maana sana. Bwana Yesu asifiwe. So that is his expectation, but makaribisho yake ilikuwa tofauti. Kwa matarajio yake ikiwa hivyo, lakini kwa inaba yake ilikuwa kwamba aende, mwenyewe akapewa instructions aende ajichovya katika huo mto mara 7 ndio atakuwa sawa. Akatafakari akasema, sasa naenda kujichovya kwa huo mto wenyewe ni mchafu, the dirtiest, is the dirtiest river in Damascus. Akafikiria kwamba kule nilipotoka si kuna mito mizuri sana, hata ningeambiwa niende kule. Lakini akaambia huu mto tunaambiwa it was muddiest and dirtiest. Hapo ndo aliambiwa ande ajichovya mara 7. Yeye hata alikuwa anaamka naenda, akasema hapana, mimi natarajia aje aniguse huu mwili mahali nina ukoma ndo nipone. Yeye ananituma niende nikajichovya tena kwa maji machafu. Akasema no way, mimi acha niende zangu, sitajichovya hapo. Lakini kati ya wale watumishi wake ama the servants walikuwa nao, akasimama akarudisha hapo, akamwambia hapana. Ndio verse 13 inasema, watumishi wake wakamkaribia wakamwambia wakasema, baba yangu, kama yule nabii angelikwambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda. Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Sasa wakati alipoambiwa amekwambia jioshe uwe safi, uwezi fanya, ndipo akashuka. So hapo alikuwa ameinua nini? Kuna ile kiburi ilikuwa ndani yake. Sema mimi watu wananiheshimu. Nikifika pale mtaani watu wakiniona they respect me so much. Nikifika kwa jeshi I'm the commander. Mimi ndo naongoza kikosi. Naheshimiwa na kila mtu pale ninakaa. Alani leo hii naambiwa nifanye kitu kingine. Unajua kwa kile kwa naona ni jambo kama kudharauliwa vile.
Mbea huyu mtumishi amenidhara. Mimi niende kwa maji machafu nijiingize ndani mara 7? Akasema hapana, siwezi fanya hivyo. Lakini wale uzuri akashusha kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ameongoleshwa na wale the servants ama wale watumishi wake walienda na wao, tunaona kwamba ndipo akashuka. Bwana Yesu asifiwe. Na aliposhuka akajichovya mara 7 katika Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa kwamba sawa sawa neno lake yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe. So kiburi chake kingempeleka akaenda, angekuwa amepona? Angeenda labda ingekuwa wasi. Lakini wakati aliongeleshwa na yule mtumishi wake mmoja, tukaona aliposhuka. Na aliposhuka akaeka kiburi kando, akaita majivuno kando, akaeka cheo chake kando, na akaamua kujichovya. Vile vile masharti alipoambiwa akayafuata, akaamua kushuka na kuobei. Tunaona kwamba alipona, na tunaambiwa kwamba ngozi yake ikarudi kama vile ya mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe. So that's what God did to him. Bwana Yesu asifiwe. Na baada kupona, tunaambiwa kwamba jambo la kwanza, aliamini Mungu mwenye alimpona, na akaamini kwamba pale Israeli yuko Mungu mwenye anayepona. Maana Naaman alikuwa amini kama kuna Mungu, alikuwa abudu Mungu wa kweli, lakini baada ya kupona aliamini kwamba the true God supposed to be worshiped. Na yeye akaamini kwamba yule Mungu wa Israeli ndio Mungu anapaswa kufanya nini? Kuabudiwa. Mpaka akamwomba Naaman kwamba abebe mchanga aende nao. Bwana Yesu asifiwe. Akabeba udongo akaenda nao, na akaamua kwamba from today atakuwa anaabudu Mungu wa kweli. Na akasema hata kama nitakuwa namsindikiza mfalme kwenda kuabudu, sema Mungu anisamee, mimi siko hapo, but nitakuwa naabudu Mungu wa kweli. Na jambo la pili, after amepona, Naaman was so grateful to God. Lakini akarudi kwenda kupeana shukrani kwa nani? Kwa Elisha. Maana alikuwa amefanya nini? Amemponya. Lakini Elisha naye aligundua kwamba si yeye alifanya hiyo miujiza. Hakutake the glory kuchukua hizo zawadi. Alisema mimi sitachukua hata kitu, maana najua yote yenye ametenda ni nani? Ni Mungu, si yeye. Akakataa hizo vitu. So naona kwamba mambo mawili ni kwamba aliamua ku worship the true God, na kitu nyingine kwamba he was grateful kwa yale alimtendea. Alishukuru kwa yale alikuwa ametendewa kwa kupona ukoma wake. Bwana Yesu asifiwe. So katika story hii ya Naamani tuna mambo mengi tunafaa tunajifunza. Despite venye alikuwa mtu mkubwa, despite alikuwa na pesa, despite alikuwa na everything, na heshima, alikuwa ameheshimiwa, lakini akapatikana na ugonjwa. So sometimes tunaweza kaa in our situation yenye tunapitia. Kweli tunaweza kuwa tuko na pesa, tunaweza kuwa tuko na watu, tunaweza kuwa tuko na everything we can do. Kuna situations zingine we need God. Bwana Yesu asifiwe. Na Naaman bicha alikuwa na ukoma, si pesa zake zingemponya? Ama angeenda kila mahali akapokea uponyaji? Lakini aligundua wakati the servant alipomwambia kwamba kuna nabii Israeli, alitii na kaenda. Na wakati alipoondoa kiburi chake akakeka kando na akaobey na kufollow instructions zenye alikuwa amepewa. Maana Elisha alikuwa amepeana instruction kweli, lakini alikuwa ameongozwa na nani? Na Mungu. Hazikuwa zimetoka kwake. Mungu ndo alikuwa amemwelekeza, akamwambia nenda mwambie akafanye ABCD. Maana ingekuwa ni Elisha mwenyewe haingefanyika. Lakini ile kutii sauti ya Mungu, ile kutii the instruction which God gave, ilimfanya akafanya nini? Akapona. Bwana Yesu asifiwe. Na akaeka ile kiburi yake kando, na mwishowe akapata uponyaji. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna maneno tafatu tujifunze kutoka kwa story of Naaman. Na jambo la kwanza tafatu tujifunze katika story ya Naaman ni kwamba pride will make us miss our breakthrough and blessings. Tunao kwamba Naaman was very proud man. Sana tena sana. Watu wamesema alikuwa ni mtu mwenye highly respected man and great soldier. Because he won so many victories in war,
he had the utmost respect in his land. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu mwenye ameshinda vita vingi sana, na alikuwa mtu mkubwa sana tena sana. So ndio maana tukasoma kwamba wakati Elisha alimwambia kwamba aende asimone, aende ajidip kwa Jordan River 7 times, na Elisha hakutoka nje kuja kumuona. Alikasirika sana. Naaman, he was not happy. Bwana Yesu asifiwe. Hakufurahia kabisa venye Elisha hakutoka kuja kumuona, na hiyo kiburi ndio ilikuwa ndani yake. Na bado tunasema pride will make us miss our breakthrough and blessings. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo kiburi ndio ilikuwa imesimama mbele. Hakuwa na furaha kabisa, hakufurahia. Alikuwa anangoja yeye nani Elisha atoke, akuje, amguse, ama kama ni kumwombea amguse kichwa kama ni wapi na apone. Lakini yeye anafanya kutumaniwa mtu tu. Alisema aliona kama huyu mtu amemdharau. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna sometimes unaweza kuwa wewe ni boss pale kazini ama mali uko. Sasa venye wewe ni boss, watu wanakuita madam sa huko kazini. Una expect ukija kanisani hapa we address you like boss or madam. Bwana Yesu asifiwe. Ukitokezea pale mtaani, ukishuka kwa gari ama ukishuka kama unaenda nyumbani, unatarajia watu wakusalimie, si wewe uwasalimie. Unabeba ule boss, unatembea nao. Kwa familia ukishafika hivi, unataka ukiingia kila mtu asimame, upokelewe, mwambie kiti yako ndio ile pale. Yaani you want to be treated differently. Bwana Yesu asifiwe. Maana ile kiburi ile cheo yako inafanya ukuwe na nini? Na kiburi. Ama ile pesa inazofanya ukuwe na nini? Na kiburi. So that is how Naaman wanted. Azema venye anaheshimiwa pale katika kikosi chake, ana pale anapoishi. Alikuwa anatarajia pia Elisha afanye the same thing. Atoke, aje ampokee na amguse. Lakini anashangaa anatumana mjumbe. Tena anaambiwa nenda ujioshe in the dirtiest river around. Biblia nyingine ya Kizungu inasema muddiest and dirtiest, imagine. River. Ndio anaambiwa ndajieke. Na Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itarudi nawe utakuwa safi. Lakini Naaman akakasirika, akaondoka, akasema, unasikia? Alikasirika akaondoka, akasema, tazama nilidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana. Hivyo ndio ilikuwa matarajio yake. Atatoka asimame na aombe kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Hivyo ndio alikuwa anataka. Je, tena akajiuliza, je, Abana na Faripari miti ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Akasema zile mito za kwao ni bora zaidi kuliko mtu huo. Alikuwa anaambiwa ande ajichovya. Siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi. Hiyo ndio ilikuwa majibu yake. Siwezi kujiosha na kuwa safi. Akageuka, akaondoka kwa hasira. Akasema siwezi. Na akageuka, tunaambiwa akaondoka kwa hasira. Sababu ya hii ni kwamba kiburi kilikuwa mbele. Hakutaka kusikiza kenye anaambiwa na hakufanywa venye alikuwa anataka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaambiwa kwamba yule mjumbe wake ndo aliongea na yeye na kiburi kikashuka chini. Na baada alipoweka kiburi kando, Mungu alimponya na akakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tumeinua kiburi, tukianza na mimi mwenyewe. Wakati nimeweka kiburi mbele, usitarajie mambo mazuri. Wakati tumeweka kiburi mbele, sahau na baraka za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana sometimes za kwa kweli unataka kitu, maybe nataka nyumba. Lakini sasa venye unaongea, watajua hiyo nyumba nikipata, sitaona mtu akikaribia kwa hiyo nyumba. Hakuna Mungu tu atafika hapa kwa compound yangu. Yaani unaona umefika ni wewe. Wafikiri Mungu atakupea?
hata kupea. He'll not. Maana tayari kiburi umekeka mbele. Ngoja siku ile nitapata kazi. Wananiringia hapa, watajua mimi ni nani. Nitakuwa nabadilisha kila siku nguo. Nitakuwa natembea yani vile. Sasa wakati umeweka hiyo kiburi mbele, unaambia you'll miss your breakthrough and blessing. Because kweli unaomba kweli unataka kitu fulani, lakini umetanguliza nini? Kiburi. So baada ya kupata Mungu hatakupatia. Maana anajua huyu nikimpatia atatesa wenzake. Huyu nikimpa wenzake hawatapumua. Kwa familia hakuna mwenye atakuwa anaongea. Watateseka sana. So God will not bless you. Bwana Yesu asifiwe. And there are so many things when we show up pride. Kuna mambo mengi. Kitu ya kwanza ni kwamba kujiona kwamba wewe ni better sana kuliko wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda mahali, kuna watu wengine wanajiona they are so special than others. That one, no. Bwana Yesu asifiwe. Wherever you go, tuko hapa kanisani, kaa level ya watu wako. Hata kama ninaomba mbingu zinashuka, nisianze kiburi, sasa mimi ndo najua kuomba zaidi kuliko kila mtu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Hata mkahubiri watu wakapona, watu wakafunguliwa, watu wakafanya nini? Hiyo ni kazi ya Mungu. Sote tuko sawa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So kama wewe uko sawa kwa upande mwingine, usidharau mwenzako. Ama usitake kulitoa venye wewe unataka. Tuko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. So tubebane vizuri, tukae vizuri, tusidharau wenzetu. Na tunapoondoa hizo viburi ndani yetu. Maana kuna wengine labda wengine hatujajionyesha ziko ndani kwa ndani. So kama iko ndani, itoe hata before itokezee nje, uitoe tayari. Na tutakaa vizuri na tutaona baraka za Mungu na breakthroughs. Kama ni kutumika, tutatumika zaidi. Kama ni kuomba, tutakuwa level moja. Mungu atatupeleka level zingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kwa kazi, Mungu atatupeleka viwango vingine. Kama ni biashara, Mungu atatupeleka viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. And the second thing is that God does not always work according to our expectation. God does not always work according to our expectation. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema kwamba Mungu wakati mwingine hafanyi kama vile sisi tunavyotaka ama sisi tunavyoomba. Jina la Bwana lipewe sifa. Sometimes unaweza omba kweli, unatarajia Mungu akutendee jambo yenye wewe unataka, lakini Mungu akatenda lengine hata lenye ukudania. Kama vile Naamani venye alikuwa ameexpect yeye akuje aguswe mwili, aguswe mali amekuwa na ukoma ndo apone. Hiyo haiko matarajio yake. Mungu alikuwa amempangia jambo lingine. Yeye Mungu alikuwa haja yake ande ajichovye katika mto Jordan ndo apone. Bwana Yesu asifiwe. So lafaa tujifunze kwamba when we ask God for something, we should maybe leave ourselves open because we never knew which direction God will come from. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapoomba au wakati tunapotaja hitaji, usikue expectant sana. Useme hii lazima Mungu atanijibu. Sometimes unaweza omba hiki, wewe jiweke wazi. Mungu nakuomba hili, ukinijibu, usiponijibu, ama unaweza kupendelea ukajibu lengine. Maana sasa wakati umeomba hili na unataka hile utendee, usipotendewa na Mungu will be disappointed. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Maana tunasoma katika Isaiah 55 verse 8 na 9. Maana mawazo yangu ni mawazo, si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Umesikia venye ameanza? Mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu ni juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Bwana Yesu asifiwe. So hii inatuambia kwamba kenye Mungu anawaza si kama sisi kenye tunawaza. Bwana Yesu asifiwe. Kenye Mungu anatenda ama anataka kutenda si kama sisi. Maana tunaambia mawazo yake si kama yetu.
Yeye hafikiri kama sisi, hawazi kama sisi. Yeye ako na his own ways of doing things. Bwana Yesu asifiwe. Wakati sisi tunatarajia ifanyike hivi, Mungu naye anatarajia akufanyie lingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tumeambiwa just be open. Continue praying, trust in him. Maana unajua tu Kenya makusudi yake ndio atayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. The only thing to do ni kufuata tu maagizo yake na kusikiza na kutulia kwa Mungu. And then the third point is that humility can save your life literally. Bwana Yesu asifiwe. Ama in short is just be humble. Tuwe watu wanyenyekevu. Tuwe watu wa nyenyekevu. Because Naaman was healed because he listened to his servant. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza, servant wa kwanza alimsikiza ni yule tunaambiwa yule kijana, msichana aliyekuja naye katika nyumba yake kumtoa, alikuwa ametoka Israeli. Tunaambiwa mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli. Huyo ndo wa kwanza alimsikiza. Aliposema kwamba kuna nabii huko Israeli, bwanangu akienda hapo anaweza pata nini? Uponyaji. Na wakasikia ile sauti ya nani? Ya that servant. Na alikuwa ni mfanyikazi. Lakini yeye kitu ya kwanza alijishusha wakamsikiza yule mfanyikazi. Tena tunaambiwa ni mfungwa. Kama alikuwa slave, mfungwa mmoja kijana walimsikiza. Na waliposikiza hizo habari zake, ile kusikiza tayari walikuwa wamefanya nini? Wamejishusha. Walikuwa wameondoa kiburi. Maana si rahisi eti boss asikize kijakazi wake tena wa nyumbani. Hiyo si rahisi. So although Naaman thought highly of himself, he was also a reasonable and logical man. He was humble enough to listen to those he led. Bwana Yesu asifiwe. So kitu ya kwanza alimsikiza yule the servant at home. Kitu ya pili, wakati alikuwa anataka kwenda, wakati alikataa kwenda kujichovya katika mto Yordani, mto mwenye ulikuwa mchafu, kuna servant wake ndo alimuongelesha, akamwambia urudi asikize maneno ya Elisha. Na kweli alipoambiwa, imagine mwenye anawaongoza, maana Yesu ndiye alikuwa mkubwa, so mwenye alienda nao na mafarasi ni wale wenye anawaongoza. Lakini tunaona mara ya pili tena anasikiza yule servant walikuwa ameenda nao, ama yao jeshi lake walikuwa ameenda nalo, akawasikiza. Na wakati aliposikiza, tunaona kwamba alishuka na akaenda akajichovya mara ngapi? Mara 7. Sasa hapo inaonyesha kwamba alitoa nini? Kiburi. Ndio naambia humility can save your life literally. Yaani unapokuwa unanyenyekea kila wakati, Mungu anaweza kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. So what you can learn also from this ni kwamba no matter how we serve, ama no matter mali tuko, sauti za watu wengine are very important. Bwana Yesu asifiwe. Usikue wewe ndo kiongozi alafu hao watu wengine hutaki sauti zao zisikike. Unaweza kuwa huyo mwenye mnamdharau hataki aongee, ama unaona sasa huyu ataongea nini? Huyo mwenye unamdharau hataki aongee ama anataka asiongee. Naweza kuwa kuna kitu anatoa kwake cha muhimu sana ya kusaidia, kama ni familia, kama ni kwa kikundi, ama mahali popote pale, kama ni kazini. Huyo mwenye unamdharau naweza kuwa mtu wa maana sana. Maana huyu Naaman alisikiza the servant, kijakazi wake na wale jeshi lake alikuwa analiongoza. Huyo mwenye hana pesa akona kitu muhimu sana anaweza toa na ikatusaidia. Huyo mwenye mnaona hafai, labda maombi yake anaombaga, hiyo maombi ndio unafanya baba kikundi isimame. Kuna mwingine labda naweza kuwa nimenyamaza, lakini ninapoongea hivi kuna ushauri nitapeana na itasaidia kikundi. Bwana Yesu asifiwe. So every voice should be respected and listened. Sawa. And nyingine nasema kwamba no matter how we think we have things figured out, the answers
will come from a mind that is considered simple. Sometimes unaweza zunguka ukitafuta swali, wataka ufanyie kitu fulani. Labda hata mwenye ako na answer yako ama jibu lako, unampita hapo kila siku na mdharau. Huyu mama atanisaidia na nini? Lakini siku moja jaribu tu kumuuliza kitu, anaweza kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. So as we lead, we must make ourselves approachable. Jina la Bwana lipewe sifa. Sisi tukiwa viongozi, we need to be approachable. Sio eti yule mtu unakunja sura, hata kuja kunikaribia unaogopa. Sema naogopa hata baada hujapeleka shida zako, lakini sura tayari, maongezi yangu tayari anakufanya hata siwezi approach yule. Jina la Bwana lipewe sifa. So mahali popote umewekwa kiongozi, mahali popote unaongoza, popote ulipo, make approachable to others. Starting with us leaders. As we lead, let us be approachable to people. Bwana Yesu asifiwe. And it is important to treat others like people, no matter the difference in economic, social status, and everyone has something to contribute in our lives. Jina la Bwana lipewe sifa. Kila mtu akona muhimu wake, na kila mtu akona jambo katika maisha yetu naweza kutusaidia. Jina la Bwana lipewe sifa. And number 4, we are talking about God rewards complete obedience. Bwana Yesu asifiwe. God rewards complete obedience. Na obedience inatuonyesha kwamba Naaman dipped in that water 7 times because he was instructed to do so. Hakujipeleka, kuna masharti alikuwa amepewa. Nenda ujingize kwa maji mara 7 mto Yordani. Na hiyo kwenda kujichovya alionyesha kwamba obedience. Bwana Yesu asifiwe. Alitii. Na baada ya kutii sauti ya Mungu, alipata nini? Alipata kupona. Na tunaambiwa kwamba hakupona mwili peke yake, even the heart ilikuwa cleansed. Bwana Yesu asifiwe. So kutii tunaambiwa ni bora, si ndio? So lazima tutii. Sometimes so many times God speaks to us kwa njia tofauti, kwa njia nyingi sana, lakini most of the time tunapuuza, si ndio? When we submit ourselves in obedience to God, whatever he does for us is complete. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umetii kabisa na kufuata kenye Mungu anakwambia, kama ni kitu anakamilisha kabisa. And it is well done. Bwana Yesu asifiwe. Maana wakati alipotii akajichovya mara 7, tunaambiwa ngozi rudi kama nini? Kama ya mtoto mchanga. And God never leaves anything partially. If you are all in, God is all in as well. And that's why he deserves all the glory. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unatii, wakati umesubmit kwa Mungu, wewe tarajia Mungu hatakuacha. Atatenda tena, atakamilisha kabisa kenye unataka. Jina la Bwana lipewe sifa. And the last point, it says that God works with faith even if it is imperfect. Bwana Yesu asifiwe. God works with faith even if it is imperfect. Wakati tunaona kwamba Mungu anaangalia imani yako iko wapi. Aza kwa hata si kubwa, lakini kuna kile ka imani, kuna something unabili unasema yenyewe, hata kama napitia haya, kuna Mungu yuko. Kuna ile imani, you acknowledge God. Bwana Yesu asifiwe. Kujua kwamba yuko. Sasa Mungu anataka hiyo, hata kama hauko strong sana kwa imani, lakini kuna ile you believe. Ani ile ukilala ukiamka na unajua kwamba Mungu yuko. So the young servant girl and Naaman showed faith that led him to healing. Wanaonyesha imani. Kasema huyu bwana wangu akienda pale kwa yule nabii, ile walikuwa na imani. Imani ndio iliwa move. Akienda kwa ile nabii pale, atapata nini? Uponyaji. Ndio maana tunaambiwa God works with that faith even if it is imperfect. Bado haijakuwa strong. Hiyo Mungu anaiangalia. Jina la Bwana lipewe sifa. And tunaona kwamba after Naaman was healed, he took some soil to Syria. His belief was that there's a specific God that had power over a particular place.
And taking the soil with him could allow Naaman to stand on Yahweh's holy ground, worship the God of Israel. Na akaamua kwenda kuabudu. So Naaman's beliefs were quite in line with the culture and the ways he was raised. And Naaman took a step in the right direction. And God acknowledged it. Bwana Yesu asifiwe. After make your step, Mungu naye nani? Si Mungu aliona? And Elisha supported it by allowing him to take the soil. So aliona ile imani ya Naaman. Hata alipomwambia naomba nichukie udongo, Elisha hakukataa. Udongo wetu utapeleka wapi? Aliona ile imani ako nayo, akamwambia just take. So kumpatia pia alikuwa kama anamsupport the faith he had. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa after that he continue, akamua atakuwa anabudu the true God, ambapo niyo Mungu alimuona Israeli. Bwana Yesu asifiwe. So God meet us where we are. Mahali popote tulipo, God yuko pamoja nasi. So no matter how misguided our faith is, provided we have that faith kwamba there is God na Mungu anatenda. He is looking for that one step that shows him that we believe in his existence and his power. Bwana Yesu asifiwe. Jambo kidogo tu utafanya this step, chukua hatua ya imani tu. Seme mimi nakuamini Mungu hili unatenda. Nakuamini hili unafanya. Ile imani kidogo uko nayo, unapoomba Mungu atafanya mambo ya ajabu. And wakati unapoamini in his existence and power, the rest God will deal with it over the time. Bwana Yesu asifiwe. Naaman was such a great example of faith that Jesus talked about him in Luke chapter 4 verse 27. Tunaomba kwamba Jesus alikuwa anaongea akisema kwamba katika Syria kulikuwa na watu wengi wenye ukoma, lakini hakuwa na mtu mwenye imani kama Naaman. Hiyo ndio inasema in Luke chapter 4 verse 27. So tunaomba kwamba Yesu ana acknowledge imani ya nani? Ya Naaman. Alisema kweli walikuwa na ukoma wengi, lakini hajaona huyu mtu Naaman mwenye alikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. And the last thing is that true worship belongs to God alone. True worship. Because after healing, Naaman acknowledged the God of Israel as the true God and he rejected idol worship. He chose to worship true God. Bwana Yesu asifiwe. So because we know the true God, let's purpose to worship him, to believe him and to follow him, to obey his word. Bwana Yesu asifiwe. So as I finish, God works in powerful ways when we humble ourselves. Bwana Yesu asifiwe. Tunaponyenyekea, Mungu anafanya mambo makubwa mengi. Na kitu ya pili, obey his instructions. Wakati amepeana kitu ufanye, wakati anakupa mwelekeo, wewe fuata and trust in him. Like Naaman, we should listen to wise advice and have faith and give honor to God alone. When you do this, God brings healing, transformation and new life. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunaamua tuache kiburi, wakati tumeamua ku humble ourselves, wakati tumeamua to obey God, wakati tumeamua to worship the true God, wakati tumeamua tuchukue hatua katika imani yetu, Mungu yuko pamoja nasi. Number is bring healing, he will transform us and will make us new. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Mwenyezi Mungu na Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakuja mbele zako Bwana mjira na masaa kama haya. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kunena nasi na kuzungumza na mioyo yetu Jehova nisi kupitia Bwana kwa story ya Naaman, Mungu wa Israeli. Tusaidie, tuwezeshe Jehova King of Glory. Yote Baba umetufunza, yote umenena nasi Mwenyezi Mungu. Tunaomba Bwana mambo haya yakakue katika maisha yetu na katika mioyo yetu Jehova. Nakushukuru Mwenyezi Mungu Bwana, mimi nikiwa chombo tumenitumia Bwana, acha utukufu na sifa zikurudie wewe, maana unaweza. Tusaidie Bwana, tuwezeshe, maana peke yetu hatutaweza Jehova. Umetufunza, umetolekeza, umetuongoza Bwana, lakini bila wewe kutusaidia Bwana hatutaweza. Tunahitaji ujio wako Bwana, tunahitaji uwepo wako, tunahitaji Roho wako Mtakatifu, na tunahitaji Bwana ukazidi kutufunza each and every day
Jehovah. In each and every step we make, Jehovah King of Glory, tunaomba Bwana kuongoza na wewe, kuelekeza na wewe Jehovah, na tukazidi kutii neno lako na maandiko yako Bwana, na tukazidi kunenenda kama jinsi inavyokupendeza wewe Bwana. Pokea sifa Bwana, pokea na utukufu na heshima, maana hakuna mwingine kama wewe. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. May God bless you so much. Siku ya leo ni wewe Bwana. Jemedari wetu Bwana, ni wewe.